Amani, niambie Konde. Hivi unajua kijiji chetu cha Igukanja kipo kwenye hali ngumu sana kwa sasa hivi? Ni kweli kabisa unachokisema Konde. Kijiji chetu hakina amani kabisa. Da. Nahisi kabisa laana itakuwa juu yetu. Ni kweli unachokisema Konde. Igukanja. Shoga yangu, niambie shoga yangu. Katika watu wambea hapa kijijini, hao vijana ni wambea namba 1. Hivyo unalijua hilo? Shoga yangu kama moyoni. Kama hicho Kikonde sikipendi. Bora hata wewe. Yaani mimi ndo nawachukia. Tuachane nao. Twende zetu. Nziko nanyabenda. Igukala. Igukanja. Nziko nanyabenda. Nyabenda na nyabenda zigo. Amani, niambie Konde. Unajua kibinti Sala kinajifanya kama yani kitoto cha mfalme fulani hivi. Tazama Konde, unaongeaga ujinga tu. Tumekaa hapa shule kujadili mambo ya kijiji chetu, tunaanza kuongea ujinga. Kwa hiyo Amani, umeona cha kuniambia chote hakuna, ila ukamua nitukane, si ndio? Sikutukani. Ila nakwambia ukweli. Kwa hiyo huu ndio ukweli unaoniambia? Umezidisha umbea ndugu yangu. Amani. Igukanja. Iguka. Mlikuwa mnazungumza kitu gani hapo? Mwana mfalme, tulikuwa tunazungumza kuhusu kijiji chetu cha Igukanja. Hizo habari si mfalme ashazoea kuzizungumzia. Tusamehe mwana mfalme. Tukufu binti mfalme, au tuwakamate? Adhabu yao itawafuata. Nziko nanyabenda. Nziko nanyabenda. Igukala. Igukanja. Gitu. Jua lote wanatoka shambani. Sala, mwanaume siku zote kupambana. Sawa, lakini nilikuwa natakiwa upumzike. Usijifanye unajui maisha nyumbani kwetu. Unataka nilaze njaa familia yangu, si ndio? Basi sawa, naweza kukusaidia jembe? Jembe? Haina shida. Wewe chukua hili, alafu mimi nibebe majani, sawa? Sasa tupitie huko.
Aha, kumbe Sara anatoka na Gitu. Tahakikisha navunja mahusiano yao. Sitokubali kuwa shahidi peke yangu. Sawa shoga, unatokea wapi? Natoka bondeni. Hivi unafahamu familia yako wewe na kina Gitu hampatani? Unataka kumaanisha nini? Usinifikirie vibaya rafiki yangu. Mimi nilikuwa nauliza tu. Haina shida. Shoga yangu bata. Nziko nanyapenda. Nziko nanyapenda. Hivi kwa nini utake kunielewa swala langu? Unamaanisha nini binti mfalme? Licha mimi kuwa binti mfalme, nina hisia. Nahitaji kupendwa. Naomba nielewe basi. Ni kweli, sio kwamba sielewi unachokizungumza. Naelewa sana, Ila japokuwa inahitaji muda. naomba nisikilize vizuri. Ikiwa namhofia yule baba yangu, mimi nitazungumza naye. Naomba unielewe. Nakupenda mwenzio. Mimi kuhusu mzee sina shaka naye. Kwa umenikubalia? Naomba useme hapana. Nakupenda, naumia mwenzio. Bado mapema sana. Siwezi nikasema kwamba nimekataa au nimekubali. Ila japokuwa ninachokuomba kuwa mvumilivu, jibu lako nitakupa baadaye. Tasubiri. Haina shida. Nziko nanyapenda. Hivi mnaelewa kama kijiji chetu zamani alikuwaga naye majanga tuliokuwa nao sasa hivi? Zamani watu waliishi kwa amani, upendo, mshikamano. Ni tofauti na sasa. Gitu. Amani gani na upendo upi unaozungumzia Gitu? Hapana, usiseme hivyo. Tambua Gitu anatambua vitu vingi sana katika hiki kijiji chetu na ana muda mrefu. Inapaswa tumsikilize kwa anachokisema. Gitu, hivi unajua siku hizi sina hisia kabisa za kupenda. Unajua, na ndio maana nilisema mizimu ya kijiji hiki huwa ina hasira ya juu sana. Inawezekana sio wewe tu, vijana wengi wa kijiji hiki watakuwa katika hali hiyo. Na ndio maana bila kufanya matambiko, majanga atazidi kuongezeka siku hadi siku. Unaonekana Gitu unafahamu vitu vingi sana kuhusu hiki kijiji chetu. Babangu aliwahi kuniambia kwamba ishe kutokea hali kama hii zamani. Kwa hiyo tunayoyapitia yashawahi kutokea. Nina uzoefu huo. Alafu Gitu, babako nasikia alikuwa ni mpambanaji mkubwa sana katika hii kijiji. Ilikuwaje akafariki? Kobi, nyamaza. Acha kunikumbusha maumivu aliyopita. Hapo sasa ndipo ulipoharibu.
Nimeongea tu lakini Amani, sijaongea kwa ubaya. Nziko nanyabenda Nziko nanyabenda Nziko nanyabenda. Wewe Nyabenda. Unafanya nini hapo? Nachambua kuni za nini? Nataka kuinjika maharage. Muda huu? Ndio. Hapana mdogo wangu, fanya ukatafute mboga shambani. Sasa mama kaniambia niinjike maharage. Hapana, naomba ukatafute mboga za majani. Da, nani dada unaboa? Nziko nanyabenda Nziko nanyabenda Nziko. Gitu, unafahamu wewe ni kijana mpambanaji kwenye hichi kijiji chetu? Ndiyo Maria, lakini pia hata wewe ni msichana shupavu sana hapa kijijini kwetu. Kweli? Ndiyo. Umetoka wapi huko? Nimetoka kusanya kuni. Basi sawa, mimi nafurahi kukuona, nikutakia asubuhi njema. Na kwako pia. Gitu, unasemaje Maria? Gitu, nikuulize swali. Bila shaka yoyote. Ukiniangalia mimi nina kasoro gani? Hauna kasoro yoyote. Wewe ni binti mzuri sana hapa kijijini kwetu. Kuna kingine? Hapana, ni hivyo tu nilikuwa nauliza. Basi asubuhi njema. Ulikuwa unaongea na Gitu? Sala, hakuna mwanamke hapa kijijini asiyependa kuwa na mwanaume kama Gitu. Hata hivyo tu ilikuwa ni salamu. Ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Historia yangu mimi na Gitu hakuna mtu wa kuitenganisha. Najua sana unampenda Gitu, ila sidhani kama mtaoana, maana wewe na familia yake mna ugomvi. Sitojali kuhusu wazazi wetu, kikubwa nampenda na yeye ananipenda. Asante kwa kutangazia umma. Leo ndo nimefahamu unampenda Gitu. Hata hivyo sio sababu ya mimi kugombana na wewe. Sawa, tuondoke. Nziko nanyabenda Nziko Sala? Sala? We Sala? Abe, nipo huku. Uko wapi? Nipo huku kivulini, njoo. Nziko nanyabenda Nyabenda na nyabenda. Oh, ni wewe? Karibu. Asante. Karibu kae. Asante. Sawa rafiki yangu, naomba unisaidie mtungi nikateke maji. Maria, mitungi yote ina maji. Sela inakusaidiaje kwa hilo? Mtungi wetu jana nimeupasua. Kwa kweli kwa hilo sina cha kusaidia. Basi tuacheni nayo. Vipi, tunaenda kule tunakokutanaga? Hilo ni lazima, maana ile ni kama desturi yetu. Basi sawa, tutakutana tunakokutanaga. Ni sawa. Mimi naenda. Karibu.
Nanyapenda Ndugu ni mfalume. Igo kanja. Samahani, hizi nikaa pembeni yako. Karibu. Zigo. Samahani bin mfalume kama ndakukosea. Bila samahani. Nanyapenda Zigo. Malkia huyu ni nani? Ni kijana mpya hapa kijijini. Ana shida gani? Kila mwanakijiji ana haki ya kuzungumza na mimi. Ruhusa ya kuongea na Malkia ameitoa wapi? Usijali, tamalizana naye. Unaweza kwenda. Zigo nanyapenda Zigo nanyapenda Zigo Igu Kala